Halo Pioneer, mambo vipi? Sado Sadolini hapa. Ah, naomba pia na mimi nichangie kitu kwenye swala hilo la ah, private key. Hivi utajisikiaje kama hiki nitachokwenda kukiongea ndivyo kitakavyokuwa? Ise itakuwa noma sana. Ipo hivi kwa mtazamo wangu, lakini sio kwamba nimefuatilia nimeprove hicho kitu, hapana. Ni mtazamo wangu kwa fikra zangu ninavyofikiria. Kwa nini wametuletea kila Pioneer kaletewa hiyo private key? Kama walivyotangulia walimu wengine Pioneer wenzangu kusema kwamba moja ya kazi ya private key ni kufungua wallet, kama vile passphrase inavyofanya kazi. Zote zinafanya kazi hiyo. Kwa mimi naweza nikasema pia ni kweli inafanya kazi ndani ya mfumo wa ecosystem, kwa maana ya upande wa wallet. Sijajua na sehemu zingine kama itafanya kazi, lakini kitu ambacho mimi nimekuja kuongezea ni kwamba private key itafanya kazi ndani ya mfumo kama hivyo kwenye wallet. Vile vile na hisi itakuja kufanya kazi tena nje ya mfumo. Kivipi? Nje ya mfumo itakuja kufanya kazi sehemu ya taasisi za fedha ambazo zinahusiana na fiat money, ikiwepo mabenki. Kwa asilimia kubwa ni mabenki, ambao mimi na point hapa kwenye huu mtazamo wangu kwamba kwa mabenki yote ambayo yatakuwa yamejiunga kwenye mfumo wa Pi, kwa mfano tuchukulie NMB wamejiunga, CRDB wamejiunga, na mabenki mengine yaliopo hapa nchini kwetu yamejiunga kwenye mradi wa Pi. Manake system zao pia zitakuwa zimeunganishwa na mradi wa Pi. Kwa mfano kama watakuwa wamejiunga kwenye mradi wa Pi, manake hata mifumo yao, ATM zao zitakuwa ziko tayari kutoa huduma kwa watu wanahusiana na fedha za blockchain. Kwa hiyo wewe kama Pioneer, baada ya open mainnet, manake mabenki yatakuwa yako tayari pia kukuhudumia. Haijalishi kwamba watakuwa wameweka kiwango cha mwisho cha kutoa, lakini huduma tutaenda kupata. Manake unaipataje huduma? Utapokwenda pale benki au ATM, kitu ambacho utapaswa kuwa nacho ili upate kiasi ambacho umeenda kutoa, au upate huduma ya kutoa pesa kwenye ATM, unapaswa kuwa na private key. Kwa maana ukifika pale kwenye ATM kama kawaida tulivyozoea kwa huduma zetu hizi za kawaida ambazo tumeshazizoea, ukifika pale ATM unachomeka kadi yako, inakuomba namba ya siri ya kadi yako au ya akaunti yako, unajaza, inafunguka option, unajihudumia nini unataka kutoa pesa, unataka kutuma, unataka ufanyeje. Ndivyo itakavyokuwa pia kwa upande wa huduma hizo za blockchain ambazo zitakuwa zinatolewa na mabenki ya fiat money. Kwa ukifika pale unajaza private key yako, ukishajaza ukaita, manake inafunguka, inakuletea mfumo wa wallet yako na balance ya Pi zako ulizonazo. Kwa kama unatoa pesa, basi utabonyeza pale, nataka kutoa shilingi 2,000, nataka kutoa milioni 1. Ukisha enter, mzigo unatoka. Ukishatoka una exit, basi unaondoka zako, unaenda kulewa kule mpaka unakufa, basi maisha yanaenda. Kwa kiufupi, kwa mtazamo wangu, nahisi na kudhani kwamba private key itakuja kutumika kwa asilimia kubwa kwenye taasisi za kifedha ambazo zinahusiana na fiat money kama mabenki. Kwa huo ndo mtazamo wangu kwangu mimi. Asanteni.